Naam, ukuu wa Mwafrika, naamini mnaendelea vizuri. Tumeona hapa juzi sakata hili la Bishop Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa Kawe. Sasa kuna wadau wamesema mbona hili hauliongelei? Kwa nini hauliongelei? Tunataka uongelee. Okay, nikasema sio mbaya, basi wacha na mimi leo niweze kuliongea. Kwa sababu tuliona the way, nafikiri wengi mnalijua, sina haja ya kulirudia kwa sababu wengi tunajua hali ilivyokuwa. Kwa sababu baada ya kuita waandishi wa habari, akafanya interview na yale aliyoyaongea, baadaye tukaona kumeanza kutokea mambo kwanza katika chama chake kwanza hiki cha Mapinduzi. Na baada ya hapo basi yaliendelea kama yalivyoendelea, lakini baadaye kukaja issue na barua ikatoka kuwa kanisa lake limefutiwa usajili. Na pale kwenye ile barua pakaainishwa kuwa kama anataka kukata rufaa anaweza akafanya hivyo. Hiyo iko wazi. Na baadaye tukaanza kuona kupitia vyombo mbalimbali vya habari vikitangaza kuwa kanisa lake limezingirwa na polisi na mpaka sasa haonekani. Sasa kumekuwa na habari nyingi, mara sio amejificha wapi, mara anatembea akiwa amevaa baibui na mambo kadha wa kadha kama hayo. Sasa hayo sio ninayotaka kuyaongelea, lakini ninayotaka kuyaongelea ni yapi? Ninayotaka kuyaongelea katika hili hususan hili la kanisa. Kanisa kama kanisa, kwa sababu tuliona baadaye alienda kanisani akatangaza kuwa kutakuwa na maombi ya kuombea serikali, kumwombea mheshimiwa rais, kuombea baraza zima lile, kuombea vyombo vya usalama. Alitangaza na baadaye baada ya Jumapili kutangaza, nakumbuka ilikuwa ni Jumatatu ndo barua ile ilitoka, na yeye akaja tena akaongea akasema kuwa hapana, hii barua serikali haiwezi katoa, ni watu tu wamezitoa na nini. Lakini mpaka hivi tunavyoongea siku ya Jumapili hawakuweza kufanya ibada. Kwa hiyo ni nini hasa ambacho nataka kukifafanusha kidogo kuhusiana na hili? Ni hiki hapa, ni kuwa watu wengi labda hawaelewi, na hapa tungetumia muda huu kuwaelewesha. Uliona kwenye barua walisema kuwa kanisa limegeuka kuwa ni sehemu ya kisiasa. Ndivyo ambavyo kwenye barua pale iliandikwa. Kwa sababu mwanzo Bishop Gwajima aliita waandishi akaongea kile alichokiongea, ambapo ndipo pale palikuwa pameanza kuleta shida. Na baada ya pale akaenda kuongelea madhabahuni. Kwa alivyoenda kuongelea madhabahuni, sasa pale serikali ikasema kuwa huyu ameleta siasa wapi? Siasa madhabahuni. Kwa sababu pale panatakiwa pahubiriwe neno la Mungu. Na neno la Mungu linavyotakiwa kuhubiriwa, lakini hasa yeye yaya aliyoongea huku na waandishi wa habari, nafikiri ilikuwa haitoshi, akaenda kuongelea madhabahuni. Kwa ndio maana hapo serikali sasa ikaja ikaingilia kati. Jambo ambalo mmeona watumishi wa Mungu wengi wameongea na mabishop wengi wameongea, kiwepo hata bishop mzee wa upako Anthony Lusekelo. Bishop pia naye ameongea kuiomba serikali kuwa wadili naye tu yeye, alafu kanisa liachwe kwa sababu watu wanatakiwa kuabudu. Lakini tunajua hata Jumapili ile hawakuabudu. Sasa nilichotaka kukifafanusha ni hiki hapa. Unajua watu wengi wanaweza wakasema kuwa kwa nini serikali iwe inaingilia masuala ya kanisa? Ukumbuke makanisa ni taasisi ambazo zinasajiliwa na serikali. Hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu serikali kazi yake ni kuangalia usalama wa raia wake. Kwa hiyo kama watampa mtu yeyote ambaye usajili, naongelea usajili, ndio maana mmeona kuna wengine hawanaga usajili mpaka leo, na wengine wakuta wanaofanya huduma wanatumia miamvuli, tumia miamvuli. Yani unaomba kwenye kanisa fulani kuwa naomba mimi nitakuwa naomba mwamvuli, ndio maana yake, ili sasa mamlaka zinapokuja yeye aseme mimi niko kwenye mwamvuli wa kanisa fulani. Kwa sababu kumbuka Wizara ya Mambo ya Ndani ndio inashughulika na haya mambo. Kwa hiyo wanaangalia waone, je,
huyu amesajiliwa ndio. Imani yake ndio maana unaombwa kupeleka katiba kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, waangalie ni nini mnachokiamini. Kwa sababu serikali ya Tanzania haikatazi mtu kuabudu chochote, maadamu tu usivunje sheria. Ndio maana yake. Kwa hiyo iko hivyo. Ndio maana hasa kwa sababu serikali ndiye msimamizi wa masuala ya amani, ni lazima hizi taasisi aweze kuzisajili yeye. Ndio pale wasikia kanisa fulani limepata usajili, kanisa fulani limepata usajili, kwa maana kwamba kama akiona kuna taasisi hizi za dini aliyoisajili haiendi sawa na kile kilichoandikwa mle, maana yake hii taasisi wana uwezo wa kuifuta, kwa sababu ana uwezo wa kuisajili na ana uwezo wa kuifuta. Kwa najibu maswali, kwa sababu watu wengi wanasema kwa nini kanisa limefungwa au kwa nini usajili ili kanisa lifutiwe huu usajili. Ni kwa sababu huwa wanaangalia vigezo kama hivyo. Ndio maana nikakwambia kuwa tunajua watumishi wa Mungu, mabishop wengi wameongea na wameiomba serikali kuwa waachilie kanisa lile watu waendelee kuabudu, kwa sababu kuna watu wanaabudu na mambo kadha wa kadha kama hayo, na tunaamini serikali ni wasikivu na watalifanyia kazi. Kile nataka kufafanusha hiki kwa sababu kuna watu wengine wanadai kuwa serikali haina uwezo wa kufunga kanisa. Kivipi isiwe na uwezo wa kufunga kanisa wakati kanisa kiserikali au kwa Kaisari inatafsirika kama ni taasisi, lakini taasisi ya kiroho au taasisi ya dini. Kwa hii taasisi manake ili zije zisajiliwe sasa hizi taasisi, kwa sababu ukumbuke wakimruhusu kila mtu tuwafanye anavyoweza bila kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani na bila kuona katiba yenu mmeiandikaje na ibada zenu mnaabudu vipi, hata wale wanaosajiliwa huwe na uhakika kabisa kuta watu wa serikali wanakuja kusali pale au kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani waone, je, ili kanisa kweli hiki kinacho nini, kwa sababu ya usalama tu wa nini, usalama wa nchi. Kwa ndicho sasa kilichotokea. Na hii nisaidie, mtu mmoja alisema mimi siwezi kwenda kushughulikia usajili kwa sababu hayo ni mambo ya duniani, mimi ninadili na watu mambo ya kiroho. Na akawa analalamika kweli, hawa watu walikuja hapa, wengine walikuwa ni majambazi, nimewabadilisha, tumewahubiria neno wakabadilika. Ni sawa, lakini huo ni utaratibu ambao utaratibu huo lazima ufuatwe. Kuna kijana mmoja naongea kwa mapenzi mema tu, sio kwa chuki wala nini, kwa sababu yanapotokea wengine mabaya huwa hatufurahi. Biblia inatuagiza kulia pamoja na wanaolia. Kuna kijana mmoja sio siku nyingi sana alikamatwa na polisi, alafu baadaye akaachiliwa baada ya muda fulani. Nafikiri zilikuwa kama siku 6 hivi. Kijana mmoja hivi. Lakini nilipoanza kufuatilia nikakuta alitoa clip fulani. Ni kijana mdogo tu. Alitoa clip fulani, maana anajiita yeye ni mchungaji. Toa hiyo video akiwa mshambulia huyu Waziri Kabudi, kwa sababu Kabudi alitoka huko akasema kuwa tumekaa kikao tukaonelea muziki ambao utakuwa ni identity ya Tanzania. Muziki huu utakuwa ni muziki wa Singeli. Umeona? Yani hivyo kaongea. Sasa kijana akaja akaanza kutoa zile picha za sambazo Singeli, unajua wanavyochezaga. Nafikiri mnajua wengine wacheza mpaka wako yani makalio yako nje. Kwa hivyo kwa kijana akaanza kukemea, akasema taifa mnalipeleka kwenye lakini sasa yeye si unaona huyu kijana yuko anasema anakukemea wewe Kabudi kwa jina la Bwana. Lakini kwa Kaisari haichukuliwi kama wewe umemkemea kwa jina la Bwana. Kwa Kaisari inachukuliwa kama umemshambulia kiongozi. Sasa unaona mambo yalivyo. Ndio maana Yesu Kristo alisema tuwe na werevu kama nyoka lakini wapole kama hua. Kwa ndio maana yake. Kwa haya mambo ndugu zanguni yapo. Yani serikali ikiona kuna mienendo yoyote ambayo pengine inaweza ikawa ni uvunjifu wa amani, kwa sababu kwa mujibu wa watu kutoka serikalini wanaongea wasema hili linapelekea taharuki ya kuvunja amani. Hiki alichokifanya Bishop Gwajima kwa kinapelekea kunakuwa na taharuki kama ya kutaka uvunjifu wa amani. Kwa ndio maana unaona wakaandika na barua kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani kuwa usajili wa kanisa hili umefutwa. Kwa kufutwa huko basi maana yake ndivyo hivyo. Kwa hiyo nilitaka nilifafanushe hilo. Sasa haya yanakuja ni kwa sababu hayajaanza leo ndugu zanguni. Naomba muweze kuelewa. Lazima urudi nyuma katika historia. Kumbuka dunia imewahi kutawaliwa na Roman Empire na tawala zingine zikaja mpaka Muingereza na alipokuja kuikamata dunia. Na ndio maana unakuta tumeathiriwa na nini nyingi sana kutokea Uingereza. Tangu hiyo miaka 1400 hapo 1500 alipoanza sasa kushambulia Muingereza.
na kuchukua makoloni. Lakini kabla ya hapo Uingereza, dini iliyokuwepo pale Uingereza ilikuwa ni Roman Catholic. Ndio dhehebu ambalo lilikuwepo pale. Sasa hiyo ni story ndefu, sitaweza kwenda sana huko. Na Roman Catholic, ukumbuke wao wametokana na Rumi, ule utawala wa Rumi, ambapo serikali na kanisa vilikuwa ni kitu kimoja, na pia kanisa lilikuwa na usemi mkubwa sana kwenye serikali, na wanaweza kushauri baadhi ya vitu kwa sababu misingi wameiweka na misingi imekaa vizuri sana. Kwa walipokuja Mwingereza sasa, kipindi hicho nakumbuka wakina King Henry alishindwa, akaja King James, wakasema haya mambo ya serikali na kanisa sisi hatutaki. Tunachokitaka serikali itajitegemea na kanisa litajitegemea, na tena ili kanisa litakuwa chini ya serikali. Ndio baada ya hapo sasa wakatengana, wakaacha kufuata ule Ukristo ambao ni Ukristo unaotokana na Roman Catholic, kwa sababu mojawapo ilikuwa Waingereza hawa wanataka kujitoa au kujiondoa kwenye utawala ule wa Kirumi. Kwa hiyo wakaanzisha na wao kanisa lao, wakaita Church of England, ambapo kiongozi wa kanisa sasa akawa ni mfalme. Yule ndio kiongozi wa kanisa, kwa hiyo anaweza kaongea chochote. Ilikuwa kipindi hicho inaitwa Church of England, ambayo kwa sasa ni Anglican Church, kwa sababu asili yake ni Uingereza. Kwa hiyo kuanzia pale wakaja wakaandika na wakaitafsiri Biblia, ikapungua kutoka kwenye vitabu 78, vitabu 72, ikashuka mpaka vitabu 66. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa ulimwengu mzima ukawa umeadapti uongozi wa namna hiyo. Na ukumbuke sasa baadhi ya mataifa yalikuwa yametawaliwa na Uingereza. Kwa hiyo sheria, katiba zao pia na kila kitu kikawa kimetokana na nini? Na Mwingereza. Kwa kuanzia pale mwaka huo alipokuwa ameingia King James miaka 1600 mpaka huku tunakokuja kuongea, lazima kama ni kanisa liweze kusajiliwa na serikali. Ndio maana serikali zinakuwa na wizara za mambo ya ndani. Unapeleka jamaa nataka kusajili kanisa, tuambie unaamini nini? Mimi ni hivi, wanaona hii itakuwa na uvunjifu wa amani, waambia hii hapana, usajili umekataliwa. Lakini pia wanaweza wakakusajili, wakakupa usajili, alafu wakiona mienendo yako sio sawa wakakufutia usajili. Kwa hiyo ili lisituchanganye sana wana wa Mungu na wanaukuu wa Mwafrika, hilo tuweze kulielewa katika picha hiyo na katika taswira hiyo. Kwa hiyo ili nikaona nilifafanushe kidogo. Baadhi ya watu wanasema mbona umekaa kimya, haujaongelea lolote? Kufungwa kwa kanisa au kufutiwa usajili kwa kanisa ni utaratibu wa Kaisari. Kaisari ana utaratibu huo. Akiona chochote ambacho kitapelekea uvunjifu wa amani au hauendi kutokana na katiba uliyoiandika, atakufutia tu usajili. Sasa kwa mujibu sasa wa hii ambayo imemtokea Bishop Gwajima pamoja na kanisa la Ufufuo, maana madai pale kwenye ile barua, hata ukiangalia madai ni kwamba kanisa limeanza kutumika kisiasa. Ndio madai, kwa sababu kwenye katiba wakati wanataka ule usajili wa mambo ya ndani ni kuwa tunahubiri injili ya Yesu Kristo. Sasa imekuwaje kupitia madhabahu unaanza kuongea mambo ya siasa? Kwa ndivyo imekaa namna hiyo, ndugu zangu. Asanteni sana.